Vijana wetu TikTokers wamekosa kazi kukata viuno tu. Watoto wa kike na mahijabu zao fi dunia wanaonekana, wakati wetu unakwenda katika mitandao. Ya raiti ingekuwa ni masala ya khair, bal ni shar. Mmoja mtoto wa Kiislamu wa kike amevaa hijabu zake vizuri, yuko kwenye TikTok anakata mauno, anaimba, anaekele playback ya muziki. Kijana mmoja wa Kiislamu akamtumia message, akamwambia, dada yangu, wewe unatudhalilisha, unadhalilisha Uislamu, unavaa mavazi ya Kiislamu kisha unaimba. Na pale chini yule mtoto wa kike ameandika thank you for 1,000 million views. Mwanamke anasema, na washukuru kwamba sasa hivi watu milioni 1 ulimwengu wameniona nikikata mauno na wamefurahi, na washukuru kwa hilo. Ile kijana akamwambia, muogope Mungu bwana, unadhalilisha Uislamu. Huyu mtoto wa kike akamwambia maneno ya kifidhuli ambaye sote tunayo, akamwambia, who are you to judge me, wewe ni nani kunihukumu mimi wewe? Mara nyingi mtu anapoambia muogope Mungu arudi katika njia ambayo bwana usinihukumu, wewe huwezi kunihukumu, Mwenyezi Mungu ndo atanihukumu. Naam, kweli Mwenyezi Mungu atakuhukumu, lakini umesahau kwamba kila kesi na mashahidi, na mashahidi siku ya kiyama ni sisi. Sisi ndo tutatoa ushahidi, ya Rabu, huyu alikuwa kadha wa kadha, Allah anajua, lakini sisi tutakuwa mashahidi. Huyu mtoto wa kike akamwambia, who are you to judge me, wewe ni nani kunihukumu mimi? Sisi tunamwambia dada yetu na wale wote wenye tabia hizi na fikra hizi wapate kujua haya hayakuwa ya leo, bali katika Qur'ani, katika suratul Baqara Mwenyezi Mungu anasema, wa idha qila lahum ittaqillaha akhadhathum al-izzatu bil ithm, wanapoambiwa mcheni Mungu, mwogopeni Mungu, wanazidi na kuleta kibri na dharau. Siogeni kwa dada yetu, hatukuhukumu sisi, lakini upate kujua wale watu umewaathiri milioni 1 na zaidi, siku ya kiyama